niseme kwamba nawashukuru sana, lakini pia wana kipekee nawashukuru sana wananchi. Support yao imekuwa ni kubwa sana tokea nimejiunga na timu yao, na haya mafanikio ambayo tumeyapata ni kwa ajili yao. Lakini pili ni nimshukuru president kwa kuendelea kusupport vijana, kwa sababu naona ni kwenye matukio mengi sana yanayohusu vijana wake amekuwa ni mtu wa kujitokeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ana support. Kwa nishukuru, lakini pia nichukue fursa hii pia kumshukuru kocha wangu hapa. Uwepo wake pia umeweza kuongeza chachu katika timu na tumeweza kupata mafanikio kwa pamoja. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa naweza kuchukua fursa hii kuweza kumkaribisha president aweze kuzungumza nanyi. Asante. Asalamu alaykum. Kwanza awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu, na kwa kipekee kabisa siku yetu ya leo imekuwa na baraka. Tumekutana hapa kwa ajili ya kuzindua duka la mchezaji wetu, one of the best professional left back ambaye ameweza kuitumikia Tanzania kwenye mazingira yote. Ametumikia club ya Simba kwa muda mrefu na sasa yuko kwenye club ya Yanga, club ambayo pia imempa nafasi kubwa ya kuweza kuonyesha kipaji chake na kufikia malengo makubwa ya kuchukua ubingwa wa nchi. Amekuwa na mchango mkubwa. To me he is a professional ambaye naweza kusema na wazidi hata baadhi ya foreign players ambao wapo. Amekuwa very influential kwenye training, very influential kwenye team build up, amekuwa very influential kwenye pitch na contribution yake imekuwa haina doubt. Mimi nakupongeza sana kwa sababu sio rahisi katika hali ya kawaida mchezaji kuhama kutoka club moja kwenda nyingine na bado aka maintain professionalism. Ukitazama mchango wake kwenye pitch umetupelekea tumefanikiwa kwenye season hii, kuanzia kushinda ngao ya jamii, tumeshinda pia kombe la Mapinduzi, lakini pia tulianza kwenye ile mashindano madogo ambayo tulienda kucheza kule Rwanda na tukachukua ubingwa ule katika Rayon Sports Day. Lakini pia tumeweza kushiriki naye kwenye mashindano ya kimataifa Champions League. Amekuwa na mchango mkubwa, lakini kipekee amekuwa na mchango mkubwa kwenye ligi na hatimaye siku ya juzi tukaweza kubeba ubingwa wetu wa NBC kwa mara ya 32 katika historia ya klabu yetu. Ni milestone kubwa kwetu kama club ya Young Africans, lakini milestone kwa kila mtu ambaye yuko involved kwenye timu yetu, kutokea kwenye uongozi, wadhamini wetu, wachezaji, technical staff, mashabiki na wanachama wa club ya Young Africans. Kwa hiyo Shabalala, si kwanza tunakupongeza, nilitaka nigusie hicho kipande cha professionalism na mchango wako. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kuzindua duka hili. Inaonyesha ni ile financial literacy inaanza kukua kwa wachezaji wetu. Zamani tulikuwa tunaona wachezaji wanacheza, wanapata umaarufu, wanatumikia timu zao, lakini wakimaliza career yao ya mpira kunakuwa hakuna kitu ambacho wanaweza kukibeba nje ya mpira. Matokeo yake kumekuwa kuna struggles kubwa wachezaji wanazipitia, na hizo struggles zinatokana na uelewa wao wa uwekezaji. Investment knowledge kwa wachezaji ilikuwa ndogo. Lakini hiki tunachokiona hapa ni kipimo cha kwamba wachezaji wetu wameanza kuelewa sasa kwamba kuna maisha baada ya football na maisha hayo yanahitaji uwekezaji, na kwa sababu tutakuwa hatuna revenues zinazotokana na mapato ya kucheza mpira, tutakapokuwa tumeyapata sasa hivi tuwekeze katika maisha yetu ya kesho. Kwa tunakupongeza sana. Hili ni jambo kubwa sana, especially kwa wachezaji ambao kwa sasa hivi wako kwenye nafasi nzuri ya kupata mapato, lakini pia kwenye nafasi nzuri ya kutambulika, na kwa sababu brand zao zinazidi kuwa kubwa, kuna ukuaji pia wa kifedha. Ukisahau kuwekeza sasa hivi, kesho yatakuwa ni majuto. Kwa tunakupongeza kwa hili. Lakini pia kuna M15, si ndio? Huu pia ni uwekezaji msisahau. Ni uwekezaji kwenye idara ya habari ambayo pia ni kubwa. Kwa Shaba, wewe ni mjasiriamali. Wewe ni mjasiriamali. Ningetamani litazame duka hili, liunganishe na brand yako kwa maana ya jina. Kwa sababu sasa hivi tunaweza tukaleta Perfume World. Lakini mimi mshabiki wa Shabalala, nawezaje kuunganisha
bidhaa ambazo ziko hapa na duka ambalo lipo na wewe. Kwa hiyo tutengeneza signature ya maduka yetu au bidhaa zetu zikaendana na majina yetu, tutakuwa tumetengeneza nafasi nzuri ya kuyakuza, lakini pia maduka hayo yakatangazika. Kwa hiyo tutashauriana. Nakumbuka we had the same discussion na Clement wakati anafungua foundation yake. Alipata jina, alinitumia jina zuri, lakini nikamwambia Clement, hebu litazame hili jina, ningetamani ili affiliate na wewe, kwa sababu wewe tayari umeshakuwa brand, wewe umeshakuwa unatambulika. Ni vizuri tukaunganisha jina lako kama individual na biashara ambayo unataka kuifanya, ili iwe rahisi ukienda sehemu una haja ya kuuliza, watu wanaiona kabisa kuna affiliation kati ya huyu mchezaji na hiyo bidhaa. Kwa hiyo ningetamani siku moja ufikirie katika bidhaa ambazo unazifanya uziunganishe na brand yako ili ziweze kukua, na kwa sababu jina lako limeshakuwa kubwa, kwa hiyo kutakuwa kuna jina kubwa na bidhaa ukiattach na hilo jina, ukuaji unakuwa haraka zaidi. Watu wengi wanatafuta hizo opportunities za kuwa maarufu, na watu wengine they pay a lot of money kwa ajili ya kuwa maarufu. Kwa hiyo tayari umeshafika kwenye hatua, tumia advantage sasa kwenye biashara. Huo ulikuwa ushauri wangu. Lakini duka hili linabeba perfume za aina mbalimbali. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Kimosa amenishauri kuna perfume inaitwa Keali ya kike. Kwa hiyo perfume inapatikana hapa. Bei gani? Hiyo 200,000. 200,000. Kwa hiyo Ali, najua unahitaji sana hizo perfume. Za kike. Perfume nimesema. Kwa ni vizuri tuweze kumunga mkono. Kimosa, tunakushukuru sana. Umefanya manunuzi pia hapa, zifike nyumbani. Kwa hiyo shoti yako zitafika.